alipo ni mahali sahihi. Hilo alisumbuagi. Haleluya. Lazima ujifahamu mahali ulipo ni mahali sahihi. Kama uweze kujua mahali ulipo ni mahali sahihi, lazima upate shida. Wako wanaopata shida ambayo si shida. Lazima ujijue mahali ulipo ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu uliko ni sahihi. Sisemi uliko hapa kanisani kwenye jengo hili, hapana. Mahali ulipo wewe umekaa kwa Yesu ni mahali sahihi. Kwa hiyo usiingize mguu wako alafu kaiacha kiwiliwili nje, kichwa nje. Ingiza kichwa, ingiza miguu, ingiza na mikono, utembee naye, uishi ndani ya Yesu. Ni sahihi. Anasema Yesu, ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Mnanielewa vizuri? Ni maneno ya Yesu anasema, wapendwa wana wa Mungu, ajaye kwangu sitamtupa kamwe. Umekuja kwa Yesu, hujaja Penueli, ni kwa Yesu. Haleluya. Kwa hiyo unapokwenda kwa Yesu, tegemea nimekwenda kwa Yesu, mwenye mamlaka yote, mwenye nguvu zote, mwenye ushindi wote, anayeweza yote. Kwake yeye nitaburudika. Nilikuwa huko, sasa kwake nitaburudika. Atanitoa tu mahali hapa nilipo. Ndipo huyu mtu alivyokuwa anawaza. Bwana Yesu asifiwe. Najua malaika hushuka hapa, anayatibua maji, na maji yakitibuliwa kuna uzima ndani yake. Na leo hii maji yanatibuliwa. Neno la Bwana ni maji ya uzima, yanatibuliwa. Aliye tayari aingie humo ili awe mzima kwa jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alijifahamu mahali alipo ni sahihi. Kwa hiyo hakupenda kubabaishwa. Mwaka wa kwanza unapita, wanapita wengine. Mwaka wa pili unapita, wanapita wengine. Mwaka wa tatu wanapita, wanapita wengine. Mwaka wa nne unapita, wanapita wengine. Mwaka wa tano, wa sita, wa saba, wa nane, mpaka unafika wa 10. Wewe usingekuta kitu kimeongea kwenye moyo wako. Hizo siku 3 tu tayari umeshaanza kuongea. Umeshaanza kupokea wageni wa kukushauri ndani ya moyo wako. Ni kweli si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Tayari umeshaanza kushaurika. Umeshaanza kushaurika. Usishaurike, uko mahali sahihi. Kwa Yesu ni sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anasema, mchungaji, nilipokuwa kule Dar es Salaam, nilimkuta wapi? Singida. Tulienda kuhubiri Injili, nikamkuta binti mmoja alikuwa mzuri kweli. Tabia nzuri kweli. Amekaa vizuri, amejiheshimu. Amekaa sawa sawa. Kwa hapa Dar es Salaam alipokuwepo, ni kwa sababu alikuwa anaipata Injili. Alipofika kwao, nakuta huko ana nini? Alikuwa amembeba mtoto mgongoni. Na huko ana pombe ya Ulanzi. Ni Ulanzi nini? Common. Kwenye kigeleni anauzia watu wauza chumvi, watengeneza chumvi. Kuna mabawa ya chumvi yako sehemu kule Singida kule. Anawauzia pombe ya Common. Aliyekuwa ameokoka anaimba kwaya. Sasa nikamkodolea macho, nikamwambia, hivi kama ninakufananisha? Na yeye akaniambia, kama ninakufananisha. Wewe unahisi uliniona wapi? Sijui, ni Dar es Salaam. Kamwambia, basi ndio wewe. Ndio wewe. Sasa imekuwaje? Kwa sababu nakuona nilipofika huku baba, nikakutana na baba, mjomba, sijui wakanini, wakaongea, wakafanya, kanieleza mlolongo wote. Baba kapigwa mbuzi na debe la Common, ndicho hicho kitoto alichobeba mgongoni. Tayari ana mume. Kwa hiyo maisha ndio haya. Nauza chumvi, nauzia wagema chumvi huku, wapika chumvi, ili nipate maisha na mtoto wangu. Kamuuliza, ndio wewe? Yule Yesu mwenye aliyekuwa na kung'arisha umempeleka wapi? Yule Yesu aliyokufanya ukavaa vizuri na unamwimbia umempeleka wapi? Hukujiamini, hukujijali, ukajiona ni bure, ukapokeza mjomba, ukapokeza mashangazi. Maisha yako ndio haya.
Alafu unaisubiri mbingu. Mbingu ipi? Mbingu haina huruma, vinaingia vitakatifu mle. Jamani, mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo huyu alikaa, alikomaa, akatazama, akasema mimi na Bwana na Bwana na mimi, kwa wakati wake ataleta mabadiliko kwenye maisha yangu. Sitababaishwa. Mwaka wa 10, mwaka wa 20, miaka 30 ilipoongezeka minane, Bwana huyo kajitokeza. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa sababu Bwana akawii wala hachelewi. Haleluya. Akawii wala hachelewi. Anakuja kwa wakati wake. Wewe umeshindwa kusubiri wakati. Mungu akusaidie uisubiri wakati. Hata hapo ulipo unasubiri wakati, usubiri. Haleluya. Subiri wala usibabaike. Mungu yupo na ni mwaminifu mno.